mpaka gesto muda ukafikia na tukaachana nao, na mpaka hivi na bakia King Shalike kama Chanceman. Na mpaka leo jikute uko libre na umetoka huko tena chini ya Jap Music. Labda mkataba wako ulikuwa namna gani, umeshindwana nao ama je? Kuhusiana na hilo, kuna kitu tu kimetutenganisha. Kitu gani? Kifupi niseme tulishindwana tu. Okay. Kuna mambo ambayo yameingilia ndani. Mule balibambia basikuwe napendana basaniku basani akaenda penda Nechi Naomi. Bakabidi ambaye sasa hivi anaitwa Nachinova. Bakabidi bamfukuzi. Hamna, sio hivyo, ni mambo ya ndani kabisa. Sio nao ni ndani, ulizania tutaijua. Hamna, ni mambo ya ndani kabisa. Sidhani kwa yani hayawezi akaongeleka hata kwa sababu ni mambo ya ndani. Kwa hiyo na yatabakilea kwa ya ndani tu. Haujawahi kufikiria kwa uzuri wa alionao Nechi Naomi? Na Naomi tulikuwa naye wote kwenye lebo, lakini hatukuwa tunaonana zaidi. Kila mtu alikuwa anafika kwenye lebo kwa muda wake. Zaidi hatukuwa tunaonana, yani tulikuwa tunaonana zaidi mpaka tufanye kikao cha lebo mzima, ndio wote tunakuwa tunakutana pale, wasanii wa management tunakuwa tunakutana nasa pale kwa kupanga ni yapi ambayo tunatakiwa kuyafanya. Ujumbe anasema mtangazaji, jambo ni Barthelemy Papa na Bon Ntang kutoka maeneo ya Kasenga nafikiri. Anasema kwamba anatusikiliza na kumpatia big up sana King Shalke wa kwao huyo. Asante sana. Sasa bwana Shalke, labda ni yapi tunaweza kuzingatia? Ulikuja na faida gani kule kulebo? Ya lebo kwanza ilinifunza vingi. Ilinifunza vingi. Lakini una faida na kukufunza. Mimi nilikuwa nahitaji ungetuambia faida. Donc ulifaidika nini wakati uko mlebo? Faida hakuna faida yote nishapata. Nilikuwa nishapata ndani ya lebo kutokana na gisi hakuna kazi yetu tulikuwa tusha travail. Nilitoka mlebo na siafanye mkitu. Donc hakuna ulimbaka kama no level nyimbo mwa mapenzi hivi. No Love nilifanya No Love, lakini ni wimbo ambayo haiko upande wangu, ni wimbo wangu kwa sababu ni minjo niliutunga na minjo nikaurekodi. Ni wangu. Lakini ni wimbo ambao hauko mikono yangu, huko mikono ya lebo, na wimbo huko kukonte ya lebo. Okay. Donc kuna konte ile ambayo inaitwa Chanceman ni konte ya lebo. Ile ya Chanceman ni konte ya lebo, na hii ya King Shalike ndio konte yangu kabisa. Kama ulirudilia mikataba vizuri ya Jap Music, hii politiki ya kubadilisha majina ni sababu gani? Hiyo ni balitaka yani banakuwa sawa vile banazala msanii upya afu bamkomalishe bo peke. Habataki bakutele jina yako wenye wenda ushaikomalisha wewe peke, alafu tena baendeleshe bako wanaikomalisha. Walipenda bakuzalishe upya na bakupange jina wewe ampe kisha baendelee bako wanaikomalisha. Walivyo msema King Shalike awe R&B walikuwa wanakosea ama ndo sekta nzuri ambayo uliona unapatia? Kwanza balifaa challenge, bakanipima. Bakanikuta niko sawa ku rap, bakakuta niko sawa kwa R&B. Lakini kungambo R&B walikuwa wananisi kurekebisha vitu fulani kama vile sauti. Ya hiyo vitu ndio walikuwa bana taka sana nifanyie walikuwa wanazania hii sauti ya mimea bangi. Walikuwa wanazania ingegeuka hii sauti. Walikuwa wananikubali sehemu mbili, R&B na hip hop, kwa sababu kuna mangoma ambayo nilikuwa nishapanga ni majio kabisa ya mangoma na ilikuwa mu R&B. Na vile vile kulikuwa kuna mangoma nilikuwa tena nishaandika ilikuwa kungambo ya hip hop, na ziko studio deja ziko record. Okay. Ziko record. Lakini haoni kama utakuwa umejipotezea bahati kutoka kwenye lebo hiyo? Unakuwa pia kama unapoteza muda. Ulikuwa lebo labda ulifanya mwaka mzima hakuna vya ajabu, pia unakuja kutoka afu kama unaanzia tena kuzero bwana King Shalke. Wanasemaka riziki ni riziki na isicho riziki hailiki. Kwa hiyo gisi mimi nilitoka mlebo ilionekana haiko njoo fungo langu, yani haiko wakati yangu. Huenda ikifikia wakati yangu vitu vitakuwa tu bien. Sikuachana nabo kwa ugomvi au kwa vurugu, amna, tuliachana tu vizuri juu kwa mimi sikuagi mtu wa vurugu. Inaonekana kwamba una account nyingi. Mtu akiandika King Shalke
huko unapata mwe konti 2-3, hauwezi vuta hata moya usikuwe na nasumbua bashabiki yako bwana. Ya kwanza kungambo ya bashabiki hapo hivyo, akiandika King Shalky akipata konte 3 huko mwenye iko different na zingine. Okay. Niliamua kuchange herufi ya jina yangu. Okay, letre moya. Moya iko muse ya français na ingine iko muse ya Kiswahili. Ile tunasema kaese. Ya kwa hiyo akitaka anipate mzuri ifo andike muese ya Kiswahili. Njoo atapata King Shalky konte yangu yenyewe sasa. Vizuri. Malgré que napendaka kidogo la composition ya penzi limenoga, bwana Kavunigoma, tutarishie freestyle darasa ambayo ni ya King Shalky. Shalky mnaona sasa vile mko slamere nani hapa, ilikuwaje, aliingiaje huko? Ndo nani ule peti wa Kagando au sio? Ni vizuri hapa mwanzoni tu hapa. Amna sina. Huyu mwenye na nani na Mburueti haiko nani Jean Sarive kama Pierre. Sio slamero huyo tu ni grand wa mkartie tu mwenye anakuaga saa comedy meafanya hii comedy. Maki humu ulihakikisha kwamba kweli sauti yako inatengenezwa na mibangi. Yes. Humu unavuta nini hapa? Wimbo ni freestyle, yani nilikwenda kwenye channel YouTube ambayo inaandikwa King Shalky na S. Alafu utakuwa unapata hii hapa ambayo inaonyesha. Labda kwa wimbo huu freestyle darasa ilikuwaje bwana King Shalky? Ujumbe gani ambao unapatikana ndani? Ya huo ni wimbo wa zamani. Ya sio hata wimbo wa mpya. Huo ni wimbo wangu wa pili mimi kwenda studio toka naanza muziki. Ya kwa hiyo nimewahamisha tu kutoa kule kwa zile page ambazo situmikishi tena. Nikaona niweke kwa hii page yangu ambayo ni professional. Okay. Yeah. Vizuri. Labda project zako za siku za usoni zikoje? Watu watarajia kupata nini kutoka kwa King Shalky? Nawaza kuwa kwa bebako wananifuatilia, bako wanaona vitu viko vinaendelea ku mitandao yangu yote. Kwa juu saa hii mitandao yangu yote iko mtere. Kuanzia TikTok, Facebook na YouTube. Hizo ndio content kwa tumikisha. Surtout TikTok niko nakuona unatoka sana mpalendo kuko unafanyia stream nini zako, ma challenge zako. Yeah. Vitu kama hivyo. Unadhani kwamba kupitia mtandao wa kijamii itakusaidia kufanya hatua? Nadhani ni hivyo, juu sai area sai ni mitandao ya kijamii. Okay. Yeah. Na hivi kwa umesema labda project mpya atakuja kuwa wakati gani? Project mpya nishaanza challenge. Zishaanza. Ya nyimbo gani? Wimbo inaitwa Nataka Ongea na We. Nawaza kwa wenye wako wananifuatilia wako wanaona ma challenge, niko na poste ka refrain tu. Na hapo hivyo ukisema nataka ongea na wewe ulikuwa unamaanisha unataka ongea na nani? Na vijana. Kwa hiyo kuna ujumbe ambao unahitaji ufike kwa vijana. Ya kuna ujumbe ambao nimeona vitu ambavyo haviendeki zaidi kwa vijana. Kwa hiyo nimeamua tu kuwaandikia wimbo na kuwaita kupitia wimbo wangu nataka kuongea na wao. Alafu wanisikie kupitia wimbo wangu tu. Vizuri. Nafikiri kwamba wakati kazi hiyo itakuwa inatoka King Shalky utakupata muda ya kuja kuchonga, kutafakari, kujadili, kuanalize la chanson ambayo umesema unataka kuongea na vijana wenzako. Yeah. King Shalky, ujumbe monge uacha kwa wasikilizaji wa Radio Le Message jioni hii? Ujumbe ningependa nikazie tu kubashabiki ya Uvira. Bashabiki ya Uvira bajikaze sana kufuatilia mitandao za basani yote kuanzia kuchipukizi mpaka ku Grand Star, basiko banachagula. Juu kila mtu wako nafanya kazi selo na uwezo yake. Kwa hiyo ujumbe ningependa nifikishe ni baendelee kufuatilia mitandao yote ya mtu mwanaitwa msanii na ako kumitandao wako wanamfuatilia juu ya kujua nini yenye iko inaendelea. Iko na kiafika wakati ya matrofea au mashindano banakiona mtu anatoka wa kwanza au wa pili, wanasema mbona tumsikiaki, mbona tumjuaki. Tatizo ni abamfuatiliaki. Hiyo ndio ujumbe yangu ya nguvu yenye ningependa niwaachie na kusema kuwa basubirie wimbo yangu ya mpya nyeko na kuya nataka kuongea na wewe na wafuatilie konti zangu zote YouTube, Facebook
na TikTok ndio kwa niko nachezea huko. Asante sana. Kabla tujiachana na wewe, kuna ujumbe yako hapa inasema jambo journaliste, nilitaka King Shalikia nifanyizie freestyle ingine. Nasema jambo Mbindo na Alimasi, naendelea kuwafuata nikiwa maeneo ya Katongo, ni Ivelefa. Ingine nasema hapa yake Oratel Gile anasema bonsoir Kavunigomba in the Young Master, tuko toujours scotché kukipindi chetu Shondul News hapa Kabindula. Nilikuwa nataka nijue habari za King Knife zinakujia kabisa. Ingine nasema jambo journaliste, ni Zubaboy pa Kasenga, nataka mniambie habari za Food the Music pamoja na Six Boys kabisa.